Orĩrĩ Shiro wa Auckland athiĩte na mbere gũkũmithia na kwagithia toro athĩnjĩri Ngai, akiumbũrania mawaganu marĩa makoragwo magĩtabanio kĩgongona-inĩ, ahunjia aya makĩgeria kwahĩra nda ciao ene. Na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũtumia wĩ haha ũgũkorwo akĩgweta makanitha ma ahunjia moĩkaine, akoiga atĩ we hamwe na ciana ciake marĩhagwo o mũndũ ciringi 500 matuĩke a kũhũthĩka kũruta mawĩra atĩ ahunjia aya nĩ maringaga ciama na morirũ, o ũndũ ũmwe na kũhonia nginya mĩrimũ ya ndĩra. Oho nĩ agwetete thoko ya mbũri ya Kĩamaiko, akoiga atĩ kũu nĩkuo magĩragĩrwo thakame ya kuonania atĩ ahunjia aya nĩ mamaringĩire ciama. Mwĩroreri wa Ithamĩro TV ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, itũũra-inĩ rĩũĩkaine ta Korogoco, ngũkũria wĩikare hau tũkorwo tũkĩiguĩra ndeto ici na ningĩ kũrehera Njĩtĩkaga Nyambura. Kwa majina naitwa Getra Iwaka, nimezaliwa Kakamega County. Mimi nimelelewa huko, nimesoma primary huko. Mamangu alinizaa akiwa Nairobi, akaweza kunipeleka nyumbani. Nimelelewa na nyanyangu ambaye anazaa mamangu. Kunilea akamenisomesha mpaka class 8. Hapo class 8 wakati nilimaliza ndio nikakuja Nairobi kwa mamangu. Kukuja Nairobi nilikuja kuishi mtaa wa Kasarani, mahali panaitwa Maternity. Wakati nilikuja Kasarani, mahali panaitwa Maternity, nilikuwa nimeweza kujifungua mtoto wangu wa kwanza. Tukaishi na mamangu kwa muda kidogo, tukakosana. Kukosana akaweza kunifukuza, nikaweza kuja Korogocho. Wakati nilikuja Korogocho nilimwachia hadi huyo mtoto, nikakuja peke yangu. Kufika hapa Korogocho niliweza kuishi na kazini yangu. Huyo kazini yangu tukaishi muda wa mwaka moja. Kwa huo mwaka moja nikaweza kupatana na mwanaume akanioa. Huyo mwanaume kunioa tuliishi tukapata mtoto wa kwanza. Kapata pia kwa hiyo harakati tu tena nikapata mwingine wa pili. Yeye akaweza kushikwa, kaenda kwa gerezani. Kwenda gerezani, hapo nikawa sina mwenye anaweza nisaidia. Ni mimi tu na watoto wangu, juu hata mama yangu hatukuwa tunasikizana, familia hakuna mtu alikuwa anajua mahali niko. Kidogo tu, alishikwa juu ya nini? Alishikwa juu ameiba. Okay. Sasa kushikwa juu ameiba akaenda kukaa industrial area, ikawa ni mimi tu na watoto wangu. Nikaanza kufanya kibarua ya kuchota maji, napeana kwa mahoteli, nachotea watu. Juu Korogocho hiyo wakati maji haikukuwa, tulikuwa tunachota Kariobangi. Kwa hiyo hali ya kuchota hiyo maji ndio niweze kulea watoto wangu, kulipa rent. Kapatana na rafiki wangu wa kitambo. Akaniambia nimekuja kutembelea. Kwani unafanyanga kazi gani? Nikamwambia mimi nafanya kazi ya kuchotea watu maji, kufua nguo. Hiyo ndio kazi yangu. Ndio niweze kulea watoto wangu, juu baba yao aliweza kushikwa kwa industrial area. Kwa hiyo wakati akaniambia hapana, hii kazi ni mzito sana. Mimi nina kazi huwa napea wamama. Na hii kazi ni ya kwenda kwa makanisa. Unaweza? Nikamwambia kama utanielezea nitaweza. Akanielezea, akaniambia kuna miujiza watu wanafanya na si wamama peke yao, hadi wanaume. Nikamwambia ukinielezea nishike nitaweza kufanya. Hiyo siku akaweza kunielezea tu, nikamwambia sawa, siku atahitaji mtu utakuja kunichukua. Akaenda, kesho yake ikafika, akaweza kukuja tena. Akaniambia ameitishwa watu Kayole na wanaenda kufanya miujiza 2, 3, utaweza? Nikamwambia ukinielezea nitaweza. Ukweli alinielezea kwa siku ya leo miujiza iko ni ya mama ambaye hajaipata mtoto na hajaizaa na wanasumbuana na nani na bwana wake, na hata damu ya mwezi hajaipata. Nikamuuliza sasa hiyo nitafanya aje ndio hiyo miujiza ionekane iko real? Akaniambia nyamaza nikuelezee. Kaniambia nitaenda Kiamaiko, ninunue damu, nitakuja nayo.
na we utafute baika ile iko na mfuko, nitakuonyesha venye utaweka. Nikamwambia yeye nitajaribu. Ukweli alienda, akakuja na damu, nikaweza kuweka, akanionyesha venye itawekwa, akabeba kwa bag. Damu ni ya mbuzi ambayo nitaweka saa ya miujiza, ndio watu wajue ni ukweli pastor ameweza kufanya miujiza. Akaenda akaleta, nikamuuliza na niko na mtoto mdogo ananyonya, na hii mchezo naenda kucheza, so utaona niko na mtoto? Akaniambia hapana, mimi ndio mama ya mtoto wako leo. Tuliweza kuenda Kayole, tukafika kwa kanisa, akaniambia tutapita hiyo mlango nitakuonyesha ndio utaingia, na ukiingia choo iko mkono wa right. Na hii damu ukishafika kwa kanisa ndio utaingia kwa choo ujipange. Yeye alipita na mtoto, hatukuingia naye pamoja. Akaingia, mimi nikaingia kwa choo, nikachukua hii damu, ilikuwa na mfuko ya zipu iko hapa kwa baika, nikaweza kuweka. Nikaingia, nikaenda kukaa tu mahali mbele. Hata watu wakiimba, mimi nimekaa tu juu naweza dance, imwagike juu ni kitu sijaifanya. Mimi ndio huyo, nikakaa, watu wakaimba, nabii akakuja. Nabii mwenye anakuja kufanya hiyo miujiza hata simjui, lakini aliniambia venye ataingia. Kuingia, nabii akashangilia, akasema leo ni siku ya miujiza. Na hiyo miujiza, kuna mtu amehangaika hata hawezi ishi na bwana yake, amepigwa, amefukuzwa juu ya kukosa mtoto. Kama wewe ni wa hapo, tarajia muujiza leo. Kweli mimi nikajua kazi yenye nimepangiwa tayari ishasemwa. Tukakaa, nabii akaimba, akahubiri, akamaliza kila kitu. Sasa akasema ni wakati wa miujiza. Akaongea. Tuliamka wamama 3. 2 ni wa hiyo kanisa, si kujua kama ni wa hiyo kanisa ama ni wa kama hii kazi mimi nimepelekwa ndio nilipwe 500. Niliamuka, tukaenda hapo mbele, pastor akaomba, akatupaka mafuta, akakemea, akafanya nini, nilianguka chini. Kuanguka chini, mimi na toothpick yangu iko wapi kwa mfuko yenye itatoboa hii damu. Kweli nilianguka hapo chini, nikiumwa na tumbo, nikazunguka. Sasa hiyo nimeshikilia tu tumbo. Kwa dakika kidogo ile pastor anahubiri akisema tarajieni miujiza nini, ndio hiyo nikatoboa. Bado nimelala tu hapo. Nabii akaweza kusema watu wasimamishwe, tunataka kuona miujiza ya Mungu. Kweli damu ilikuwa imemwagika kila mahali mpaka nguo nilikuwa nazo. Nikaweza kuombewa, miujiza imetendeka, nikaombewa vizuri. Wamama wa kanisa wakanichukua kanipeleka kwa bafu, nikaoga, nikanunuliwa nguo mpya, kila kitu ilikuwa mpya, mapads nini. Hiyo ndio muujiza wangu ya kwanza. Nikarudi kwa madhabahu. Pastor sasa amemaliza miujiza, amerudi kwa ofisi. Kutoka kwa ofisi tena akarudi akatuombea. Sasa ibada ikaisha. Hapo nikawa nimetengeneza 500 yangu ya hiyo siku. Hapo ndio nikajua hii kazi si ngumu, ni rahisi. Kuanzia hapo hiyo ndio ikakuwa kazi yangu mpaka wa leo. Nikuulize, huyu mama mwenye anakupeleka huko, yeye ni mshirika wa hiyo kanisa ama kazi yake ni kutafuta watu wa... Yes, si mshirika wa hiyo kanisa. Yeye tu ni amepewa kazi na hawa manabii. Muujiza nyingine ulienda kutenda? Tena nikatoka church. Yeye kwanza wakati muujiza iliisha yeye alitoka. Kutoka akaenda kuningojea wapi kwa stage na mtoto wangu. Mimi nikamaliza pia nikatoka, nimenunuliwa hadi chakula na hao watu wa kanisa. Nimefurahiwa juu miujiza imetendeka, hata ndoa yangu inaenda kusimama. Mimi ndio huyo nikatoka, tukapatana na huyo mama kwa stage. Tukapanda gari, tukarudi. 500 yangu nikalipwa juu miujiza imetendeka. Akaniambia na umecheza vizuri, umefanya hii kazi vizuri. Tena nikisikia ingine utakubali? Nikamwambia venye nimekamilisha hii hakuna yenye itanishinda. Akaenda, hiyo siku ikaisha. Kesho yake asubuhi akaniambia hadi natafuta wamama juu si pastor mmoja nampe kazi, ni mapasta wengi anajuana nao. Sasa akaniambia leo ni Kawangware, na leo tunaenda Kawangware ni crusade. Kamwambia nitaenda na mtoto wangu, sinajua tu mimi nitakuwa nakusaidia mtoto. Hiyo siku sikuwa peke yangu, tuko tu wamama wengi, pia kuna wamama wengine. Sasa mimi ndio mgeni akipata mgeni mwingine
anawajoinisha. Tukawa mama wengi hivi, tukaenda crusade watu 20. Sasa mimi ilikuwa ni kutolewa mapepo au watu 20 kufanywa deliverance. Katuambia mahali mnaenda leo mtasimama kando kando, msisimame pamoja kama mnajuana. Kamwambia haina shida. Tukaenda hiyo crusade, ilikuwa Kawangware. Pastor akakuja, ndio huyo akaomba, akasema akikemea aseme watu wanasumbuliwa na mashetani, watu wako na laana, watu walifungwa na maisha yao, wakiguza pesa ifanye kitu. Kila mtu ataanguka na staili yake, kila mtu atapiga nduru aende mbio, kila mtu atafanya venye anawe. Kweli mimi nilitoka mbio, nikashika asha wake mmoja. Ile nikamkwamia, tukavurutana kabisa juu kila mtu ako na design yake, ndio aweze kujua hao ni watu wangu. Unaanguka na yeye chini, anaitana akiwa huko juu, huyu aletwe. Unajua sasa ni hiyo namba yetu, huyu aletwe. Sasa ukiwa umeenda na design yako anajuanga tu hao ni wale watu wangu. Tukamaliza, tukamwagiwa mafuta, maji, tena tukafanya nini? Tumemaliza miujiza. Crusade ikaisha, watu tukarudi nyumbani. Na hiyo ulipewa pesa ngapi? 500 tu. Yenye iko within Nairobi ni 500, unless muende Murang'a, huko Mombasa, Nakuru, hapo mtalipa 1000. Huko umeenda? Hayo, kila mahali, hata Western kwetu nimefika. Kuna mahali sijaenda. Transport mnalipiwa? Wanakusimamia kila kitu, hata accommodation ukienda mahali mbali. Transport, accommodation, hiyo kila kitu. Mshahara yako ukifika itakuja, lakini mmoja wenu akikosea mjue nyinyi wote hamtapata. Pia hiyo ndio challenge iko. Kuna sana mmoja wenu alikosea? Kuna wakati tulienda Western, mmoja wetu akaiba bag ya pasta. Ilikuwa na nguo, simu, vitu, pesa ilikuwa. Hapo kila mtu alikosa, hata kurudi yetu Nairobi ilikuwa tu ni Mungu. Sasa hiyo ndio challenge tu tulikuwa tunapata kwa barabara. Hebu tupatie ya Murang'a nayo. Ya Murang'a nayo ilikuwa nawaambia hiyo ilikuwa hatari sana. Tulitoka hapa, huyo mama akakuja akatutafuta, tukiwa mama 5. Akatuambia sasa mahali tunaenda Murang'a, tunaenda kwa boma, vijana 2 wamekuwa wazimu. Na hao vijana wameombewa kwa kanisa iwezekani. Sasa wazazi wao wanataka, nabii amewaambia lazima aende afanyie nini nyumbani ndio watoe hiyo laana zote ziko kwa hiyo boma, madawa zilipandwa hapo nini. Tukatoka hapa na gari yetu ili tutoa tu hapa Lejo Maria hiyo gari. Tukaenda, sasa tumenunuliwa mabuibui, maninja, kila kitu venye tutaingia. Tukienda tulikuwa tuna nguo zetu, tuko smart nini. Kufika Nakuru town, tukapelekwa mahali kwa hoteli, tukakula, tukakunywa, hapo ndio tulibadilishia nguo. Sasa tukafunga hadi ninja, huwezi tuona kwa uso. Hata viatu, kuwa na ile kiatu, ukienda sarakasi zako isibaki. Tukaelezewa venye tutaingia, kweli hatukuingia na njia. Pastor wakakuwa manabii, watu wake, hawa madhinjeri, sijui wanawaita madhinjeri ama nini, hawa wakuongea kwa mandimi. Wakakuwa mbele na nabii, sisi tukakuwa nyuma. Hawa walipitia geti ya mbele, sisi tukaonyeshwa geti ya nyuma. Kuingia, nabii wakaingia, wakaomba, huyu mama ametupeleka, yeye anatembea na nabii. Kaingia na yeye, sasa ndiye alikuwa anatusignal ingieni hivi. Wengine waingilie mlango fulani, wengine fulani. Akwambia tuliingia, tukapata chakula zimepikwa, zimepangwa hapo, wageni kweli boma imejaa hivi. Hao wazimu wamefungwa wako hapo, mwingine hata hana shati. Sasa juu mimi ndio niko chap, huyo nabii akasema unaona huyo tumeenda na yeye mahali kwingi sana, naonanga yeye ni sharp. Yeye ndiye atakuwa ananikaribia venye na muelezea, akianza pia nyinyi mfanye. Nakwambia waliomba. Tukiingia sasa watu wanaomba, wamefunika, wanaomba, wenye kuongea na ndimi wanaongea. Sisi tukaingia na sarakasi zetu, tumejehami, mabuibui, ninja, kuna mtu anatujua, zote ni black. Nakwambia niliingia, tunapiganisha hapo, tunaokota vitu, tunatupa juu tumeambiwa tuokote manguo, masufuria, kila kitu utapata mbele, okota mkitupa. Tukaokota machakula tulimwaga. Mzee wa hiyo boma alisikia uchungu.
kwa nini majini zikuje ziharibu vitu zangu? Hawa ni majina ama ni watu? Akachukua shoka. Kijana wake mwingine kuona hivyo panga, watu wa area, nakwambia tulikimbizwa. Naye dereva wetu akasignaliwa, akakuja geti ya mbele, hatukurudi na geti ya nyuma. Akakuja na geti ya mbele, milango zikiwa wazi. Ni Mungu wako akusaidia uingie kwa gari ikienda. Lakini hata hawa pasta yake wadogo wadogo walikuwa wanajua. Hao ndio walitusaidia kuturusha kwa gari wakiomba. Wanajifanya wanakemea ziende, lakini wanaturusha kwa gari. Tulisimamia Murang'a town. Hapo ndio mmoja wetu hata aliumia mkono. Aliweza kuvunjika mkono kwa hiyo harakati, lakini utapelekwa hospitali, utasimamiwa hizo siku kwa nyumba umeumia. Hiyo ndio ilikuwa ngumu, lakini kitu ya ajabu walipona. Hadi akatuita kwa kanisa yake. Tulienda mara 2 tu tuende tuone kazi tulifanya. Hao vijana walipona, mpaka sasa nakutananga nao nasema kweli Mungu ni wa ajabu. Juu tu venye si tuli act, hiyo imani ikawaguza, walipona wako. Ndio hiyo safari ya Murang'a ilikuwa hivyo tough, lakini kitu tuliendea ilifaulu. Na hii ya Mombasa? Ya Mombasa bado tu ni huyo msichana wa hiyo boma tu yenye tulienda hiyo ya Murang'a. Sasa huyo msichana ndiye alikuwa anatuma majini ziharibu mabrother zake. Juu ana pesa, ana vitu, yani ni mtu ana mali. Huyu nabii akamwambia, hii mali uko nayo, hii si ya halali, uliipata kwa njia mbaya. Na tunataka pia nikuje huko Mombasa, lakini hii mali uliipata kupitia majini wa wapi? Wa Mombasa, wa baharini. Na nataka kwenda kuweka ibada hapo kando ya bahari. Majini watatoka, pia watabeba vitu zao na wataenda na utaishi maisha mzuri. Tukatoka hapa tukaenda Mombasa, tuliwekwa vizuri, tukabaiwa bado manguo. Juu mimi sijui kuswim, si kusongea karibu na maji, mimi nilikuwa kutokea kando. Wenye walikuwa najua kuswim walitokea kwa maji. Saa ile ibada ilianza. Ibada ikaanza mzuri, wakaomba, wakaimba, wakafanya kila kitu. Saa hiyo walianza kukemewa, ndio sisi tukatokea. Kila mtu unabeba kitu umepata, hata kama ni koti ya pasta, hata kama ni kibeti ya mama, hata kama ni nini. Saa hiyo tunasumbua, walikimbia, waliacha huyo nabii peke yake, hapo ndiye alibaki na sisi. Tukisema gai huyu ako na moto. Huyu ako na moto hatuwezi mfikia. Kama ametufukuza tumetoka kwa huyo mama, huyo ni hatari. Sasa kila mtu anaongea venye amekochiwa. Tukafanya hiyo sarakasi yetu ya Mombasa, ndio tulibeba hadi masimu za wamama, lakini baadaye pastor alisema turudishe, tukapea huyo mama, akarudisha, zikaenda zikarudishiwa watu wenyewe mahali walikuwa na ibada yao ya jioni ya nyumba. Si hapo tulikuwa tushamaliza sarakasi zetu, tukarudi mahali tulikuwa tumekombolewa nyumba ya kukaa, tukalala, tukapumzika hiyo, tukaanza safari yetu asubuhi ya kurudi Nairobi. Hapo umetengeneza 1000. Maisha yako ushamaliza kazi. After hapo tukarudi Nairobi, tumelipwa mshahara wetu. Joni siku 2 hiyo ni 2000. Tukakaa tena tukaalikwa Nakuru kwa kanisa. Sasa hiyo kanisa wanataka watoto. Mtoto hajai ongea, watoto hawajai tembea, watoto hawajai yani fanya kitu, mtoto tu ulizaa ako hivyo. Huyu mama akaniambia juu uko na watoto wadogo, hao watoto wako tutawafundisha, si kazi ngumu. Nikamwambia watoto wangu wajue kitu nafanyanga, ati haina shida. Tutawadanganya, tutawabaia hii, tutawafanyia kitu fulani, juu wanahitaji, watafanya nini, watakubali na wataweka siri. Hata nina ukweli watoto wangu hawajai ambia mtu. Hata sasa ukikuja umuuliza atakwambia hapana, mimi hata sijui. Lakini tumeenda nao kwingi. Kijana wangu mwenye ako grade 6 sasa hii, akawa yeye anaenda, hiyo wakati alikuwa ako grade 3 hapo tu. Anaenda hajai tembea. Aka kengine hajai ongea. Hata msichana wangu mkubwa first born pia hakuna mtoto hajaenda. Tukaenda nao Nakuru. Mtoto akapewa mama mwingine. Mimi nikabaki na huyu mdogo. Nakuambia mtoto alilalishwa kwa madhabahu asubuhi saa 1 juu tulifika mapema.
Mtoto haongei, hatembei, haongei. Wako pale nyi wazazi mko kando. Nabii alikuja saa 10 kutoka hiyo saa 1, saa 10 ya jioni. Lakini mtoto walivumilia na waliact vizuri venye inatakikana juu nabii alikuja akaomba, akawapaka mafuta vizuri, akawanyorosha, akikemea. Watoto huyu wa kuongea aliongea, wa kutembea alitembea. Hapo nikatoka niko na pesa mzuri juu niko na watoto 2 na mimi. Na hiyo ni dhao. So naona ni dhao 3. Mtoto umemwahidi utampee afya, utamlipia school fees, utamnunulia uniform. Ilikuwa inabidi wanafanya. Hiyo sasa hapo ni Nakuru tumefanya hiyo ya kuwa walemavu nini. Tukakaa tena ikawa ni kurudisha ushuhuda. Kurudisha ushuhuda ilikuwa Nairobi kwa kanisa yake. Sister in law wangu akakuja. Hiyo siku nilikuwa nimchukue pale Allsops na niko kuenda kanisa na niko kuenda kazi. Hawa watoto wangu inafaa turudi nao juu kurudisha ushuhuda ni 500. Sasa si Nakuru ni huko. Nikasema nitafanya aje asijue. Sitamwambia kitu. Acha nimchukue tu hapo Allsops tuende na yeye kanisa. Yenye atasikia hii. Wakaitana wale watoto walipona walemavu na wenye wako wanaongea. Wasimame kwa madhabahu warudishe shukrani. Mimi ndio siendi amebeba huyu mtoto wangu mdogo. Nikamwambia leta huyu mtoto niende nirudishe shukrani. Akaniuliza, kwa nini? Nikamwambia wewe nyamaza, nitakwambia baadaye. Nikaenda kufika tu hivi. Juu sasa mtoto wangu nimeenda akikimbia. Na hiyo wakati nikiombewa, nilienda kusimama, nikasalimia, nikarudisha shukrani. Mtoto wangu aliweza kutembea. Nimemzaa baada ya miaka 3 hajawahi tembea, lakini nashukuru mtoto wangu alitembea na mpaka sasa anatembea. Nabii akasema mtoto apewe microphone atusalimie, mtoto ambaye katoto sijue watoto akumbuki kitu yoyote, akasalimiana tu Bwana Yesu asifiwe, kakapeana mic kakatoroka mbio. Huyu mwingine mwenye anatembea pia akasimama akaongea. Mimi sikuwa naongea lakini niliombewa naweza kuongea. Pia mama alipewa akatoa hiyo ushuhuda. Kurudi huyo sister in law wangu ananiambia na kwa nini hujaituambia watoto wako na hii shida? Unajua bado tuko tu kwa kanisa tumekaa. Kwa nini hujaituambia watoto mmoja wako anatembea mwingine wako anaongea? So unaona anko yao kutoka zaliwa hajaitembea. Kwa nini hujaituambia pia sisi tumlete? Kweli wako na kijana wao mkubwa sasa yako 23 years hajaitembea. Mimi nikamwambia sawa. Juu watu wako hapo wamewafuata wengi kuwasalimia, mwenye anawasalimia na 100, mwenye anawasalimia na kitu juu mtoto alipona. Nabii amesema ukisalimia hao watoto ukiongea nao shida yako itaisha. Sasa watu wamewafuata wengi. Sasa yana insist. Nikamwambia nyamaza nitakwambia. Kumaliza tu hiyo ushuhuda, mimi nikatoka na yeye na bag zake na watoto wangu. Huyu mmoja, huyo mwingine akabaki na huyo mama. Nikakuja nikamuelezea, akaniambia Gai, hauogopi kufanya kitu kama hiyo? Nikamwambia siogopi. So naona tu ni kitu ya dakika 1 na nimepata pesa, tunaenda na wewe kwa nyumba, hii ndio tunaenda kukula. Tukakuja na yeye kwa nyumba, ndio akanioja, akaniambia na watoto waweze ambia mtu. Nikamwambia hebu wewe waulize kama wanaweza kueleza. Aliwauliza hakuna. Watoto wangu mpaka saa hii ukiwakujia wawezi kuambia. Juu ni kitu nilishawaambia hii tunatafuta nayo pesa ya kukula, kulipa rent. Alafu kitu kingine nawaambianga mjue baba yenu wakati alikufa tulikosa kitu ya kufanya. Sasa ndio kwa maana hata nilitaka pia nyinyi mfanye. Ndio tupatange kitu venye mnakula, venye mnaenda shule, msikae nyumbani kama watoto wengine. Sasa hapo ndio niliweza kuingizia watoto wangu wote. Hakuna mtoto kwa nyumba yangu kwa watoto wangu 6. Labda aka kadogo nimezaa juzi ndio bado hajaanza kunini, lakini nishaienda juu niliombewa nikapata mimba, sikuwa nimeaiza tena. Na niko na watoto kwa nyumba 5. Sasa aka kadogo nikaenda niombewe nipate tena mimba. Nizae, sijaizaa kwa maisha yangu. Kupata mimba nikaenda kurudisha shukrani. Na nikazaa tena nikapeleka katoto kwa madhabahu, ndio huyo nilizaa na niliita pastor fulani. Hivyo ndio watoto wangu pia tuliweza tu kuingia kwa kazi moja.
tukaweza kufanya ndio tuweze kupata venye watoto wanakula, venye wanasoma. Juu hakuna kazi ingine huku nje yenye mtu anaweza kufanya. Kuna mahali umesema baba ya watoto wako aliaga, na tukianza your story ulikuwa umekwambia ameshikwa na ameenda jela. Ilifika wapi akakuwa ametoka ndio kuja kuaga? Wakati alienda jela, kesi iliweza kuendelea, akaweza kuachiliwa juu hakukuwa na evidence. Hata wenye walimshika ameiba vitu zao wako wanafuatilia kesi. Sasa akatoka jela. Kutoka jela pia yeye kukuja, akawa tu pia yeye amejiunga na hii kazi yetu pia. Anafanya kikosa kibarua yake ya mjengo ama mahasoli yoyote, pia yeye tunaenda tu na yeye kwa kanisa. Akagonja kufika 2020 akapata kazi ya udereva. Ndio alikuwa amesomea kuwa driver. Akapata kazi ya udereva ya kusupply makaa. Alikuwa anaendea hizo makaa Masai Mara, anapeana hata huku Nairobi wapi, anazunguka wakiuza. Wakati wa COVID-19 aligonjeka tu siku moja na akaweza kukufa. Sasa hapo ndio nikabaki mimi na watoto wangu. Na hiyo ndio kazi tukaendelea tu nayo hadi tukasurvive mpaka saa hii. Mzee wakati alitoka aliweza kufanya hii kazi yenye pia ulikuwa unafanya ya Miracle? Yeah. Juu pia yeye hana kazi. Lakini ilikuwa ngumu kumuingiza na kumwambia. Juu aliniuliza, hiyo wakati nimekuwa jela ulikuwa una survive aje? Nikamwambia mimi nilikuwa na survive tu kuchotea watu maji, kufulia watu, na rafiki yangu fulani akakuja akanipeleka kazi, ananipeanga marafiki zake na wafulia na waoshea nguo. Sasa hiyo ndio kazi na survive nayo. Wakati alikuja kweli huyu mama hata alikuwa anakuja tu ananiita, si tunamwacha tunaenda. Hakuwa ameaijua ni nini tunafanyanga. Sasa siku moja tukaenda crusade. Kwenda hiyo crusade hatu kurudi. Tulifanya kazi kwa crusade jioni. Huyo pastor akasema tena niko na kazi ingine usiku kwa kesha. Hawa wamama tu waende wakule kwa hoteli na waende kwa kanisa waningoje. Hiyo siku ndo niliweza kumwambia ukweli kazi nafanya. Juu nililala huko. Nikalala kwa hiyo kesha kurudi ndio akaniuliza hata kufua unalala kwa mtu? Nikamwambia hapana, sikulala kwa mtu, ilikuwa hivi na hii. Na nikamwambia hata rafiki yangu atakuja atakuelezea zaidi. Sasa huyo rafiki yangu nikaenda nikajificha mahali. Kujificha mahali nikamuongelesha kwa simu. Kumuongelesha kwa simu ndio ikakuwa nini? Nikamweleza wewe utamkujia hivi na hivi, juu mimi sijamwambia ukweli. Kwa ile rafiki yangu alikuja akamuongelesha, akamueleza na akaniambia kwa nini watakangi wanaume? Kama unatakanga wanaume si hata mimi unichukue juu hii kuniacha mnaniachanga hapa, sio 500 itanisaidia na familia yangu. Nikamwambia sawa, kama unaweza sawa nitakuita. Kweli ilifika siku moja akakuja akamwambia kuna mwenye ametaka mwanaume. Unaweza? Akamwambia bora unielezee kama ni rahisi ama si rahisi. Kama ni ngumu nishindwe. Akamwambia hapana, ya leo tutakupea dawa uweke kwa mfuko. Atasema kuna mwanaume ako hapa, ako na bibi yake na ako na mpango wa kando. Huyo mpango wa kando alimharibu. Akienda kwa bibi yake hafanyi chochote, na akikuja kwa mpango wake wa kando anafanya. Ako wapi saa hiyo utaamuka. Kweli mzanga alienda akafanya vizuri, akamaliza akalipwa, akajoin group. Sasa tukawa tu ni barabara baba watoto mama ni barabara moja. Na mshawahi patikana aje? Watu wajue nyinyi ni watu wa kulipwa? Hapana, hatujawahi. Juu hata nikienda kwa hii kanisa leo nirudi kesho nitaenda na shida ingine. Sitaenda tu na ile shida moja. Washirika hata kujua? Hata wakinijua so wanajua tu obvious lazima binadamu ako na shida mingi. Labda nimeenda pale juu ya kazi. Hii wakati nitaenda niombewe juu nimekosa kazi. Hiyo siku ingine nitaenda niombewe mtoto wangu shida fulani fulani. Watakujua. Na kuna ingine unaenda tu mara moja uweze rudi tena. Kwa nini? Ndio wasikujue. Sasa nikuulize. Ujaikaa hivi ukafikiria hizo vitu zote hadi umeengage watoto hapo, ukaona kama zinaweza wafanyikia in real life? Hapana. Mimi nawaambianga hata saa hii hakuna kitu yote itaiwafanyikia.
Juu ni shida inatuma tuende tupate hiyo pesa. Tungekuwa na raha hatuwezi. Na nawaambia na ikifika Sunday yenye hatuna kazi, tunaenda kwa kanisa yenye mimi naenda tunaomba. Hata pastor wetu hajaijua. Tunaomba. Tunaambia Mungu si kupenda kwetu, tusamehee tu vile unasamehea wale wamekukosea. So uko na kanisa yenye wewe unaendaga, sasa zenye unaendaga kazi. Hata msichana wangu first born yeye huenda Catholic. Na mimi naenda ACK iko hapa juu. Atuendange hizo za manabii wakubwa kubwa na miujiza. Kwa nini usiende kanisa huko? Kwao siwezi enda huko, sinajua tu ni miracles ni zetu. Sasa naenda nini. Siri niende tu hii ya Catholic, mtaomba tu Biblia, wimbo inaimbwa kutoka kwa kitabu na mmemaliza. Lakini hizi za roho mnaruka mkichoka bure. Miujiza ni watu wamelipwa kama mimi. Nitafanya miujiza, kesho wewe ufanye nini? Uamini na miujiza yangu na uende waambiwe toa fungu la 10. Toa dhabihu kiasi fulani nikusaidie. Sasa Catholic haina hiyo, ACK haina hiyo. Kwa hivyo wewe hata ukikaa hapo usikie pasta anahubiri mahali anasema maybe anaponya watu ama anafanya hizo vitu, huwezi wewe amini? Mimi sijaiamini, hata sijawahi na siwezi karibia. Siwezi karibia. So wewe uanga uamini hizo vitu? Siamini manabii. Hata kuja hapo siwezi. Haya, na nikuulize, kuna manabii hivi karibuni wametokea wanasema wenyewe ndio walisema kitu fulani itafanyika na ikakuja ikafanyika. Wewe kwako unaweza ichukulia hiyo aje? Kuna zingine zinafanyika, unaweza amini zinafanyika juu unaona kama ile tulienda Murang'a. Tulienda tukienda kulipwa kuact. Na kweli hao vijana walipona. Ni wababa walipona. Sasa hata zingine kama mtu ataongea ifanyike. Imani ya watu ndio inatuma ifanyike. Lakini yeye kwake ni kitu tu anaongea, acha aongee, isaidie watu. Aonekane ako na nguvu. Nini lilifanya ujitokelezee uongee? Ni kuchoka. Juu niliona nifungue watu wengine macho tu. Unakuta mtu miaka karibu ngapi anaishi tu kwa kanisa. Anatoa pesa, anafanya nini, hajaipata. Lakini mtu anaenda kama mimi ninabarikiwa na muacha hapo. Sasa anabarikiwa kwa ile njia ya kulipwa. Naenda najifanya niliombewa hapa, sasa niko na gari, niko na plot mahali fulani sina. Juu nilipo tu hiyo pesa kidogo. Mtu akisikia hivyo anatoa hata pesa yake yote iko kwa bank, anapea huyo pasta. Naona hiyo ni uongo. Ufikiri kama hao pasta wanaweza kufanyia kitu mbaya? Hawawezi nifanyia juu hakuna pasta nimetaja jina. Na hata wakinifanyia ni ukweli. Ni kitu tunanunuliwa watu wengi sana, si mimi peke yangu. Na uogopi wasikunyime kazi tena? Kazi ukiona wakati nimeamua kusema ni kutoka kwa hizo vitu natoka. Hata akiniitia saa siwezi enda juu sijui nia yake ni gani. Na kwa nini usituambie baadhi ya hizi kanisa ni gani ama wahubiri? Hapana, sitaki kuanika watu juu kuna wale bado wanafaidika na hizo kazi. Mimi nimeona niongee, nitoke ndani. Mungu anibariki na kazi nyingine niweze kufanya. Siwezi anika juu wengine wangu wenye amua kutoka bado wanaenda. Sasa hakuna haja kuharibia wengine mahali wanapata. Ni kazi gani umewahi enda na bwanako ikakufurahisha? Bwanangu kunifurahisha? Hiyo ya miracles mkaenda pengine mkafanya pamoja. Si deliverance. Ya kutolewa mashetani. Bwanangu ako hapo, watoto wangu wote tuko hapo. Tukapanda kwa jukwaa, kila mtu ako kuzunguka pale ukipiga teke. Hata unashtukia mtoto anakuambia mama, unajua na wewe ulinipiga teke. Dada mwambie usijali ni kazi. Hiyo tu. Kazi mingi. Pale kwa jukwaa mko familia ama kila mtu kivyake? Hapa hatujuani. Hatujuani kabisa hapo. Gani ulifanya ikakuuma sana? Kaniuma kwa jo nimefanya. Kazi nilifanya ikaniuma sana.
niliweza kwenda Kawangware. Nikawa nimepangiwa niweke kitu kwa mdomo, na hiyo kitu ni chafu, imefungwa, iko nywele, makaa, tuchupa tumevunjwa. Sikuingia nimeweka kwa mdomo, iko kwa mfuko. Lakini wakati niliingia ninajifinyilia tumbo, hata naanguka chini. Nikaamushwa nao ushers, nikaenda nikawekwa kwa kiti. Pale kwa kiti unalia ukifinya tumbo, unapiga magoti, unatambaa nini. Nabii akakuja. Saa hiyo umeona nabii ametokelezea, kuna kamlango anatokelezeanga nako akikuja kwa jukwaa, nikarusha kwa mdomo tu venye niko hapo. Kurusha nikafanya nini, nikaweka kwa mdomo. Pastor alikaa, alihudumia watu wengine, na mimi nimeumwa muda mrefu. Ukweli alikuja, ilikuwa akianza kuomba atanipe maji nikunywe. Atanipaka mafuta, nitatapika hiyo kitu kutoka kwa tumbo, juu imeishi muda mrefu ikinisumbua. Niliweka kwa mdomo kweli, nakwambia nilipewa maji, nilikunywa tu ikiwa hapo. Mungu pia husaidia vitu zingine, hata kama wewe una imani itafanyika. Nikakunywa maji, nikapakwa mafuta, nakwambia nilitapika, lakini haya nilitapika ya ukweli. Nilitapika mpaka nikaishiwa nguvu, hiyo kitu itoki. Dakika ya mwisho ndio ilitoka, ikaanguka kwa hiyo matapiko. Ndio wakaanza kushangilia, kitu inamsumbuanga kwa tumbo imetoka. Hiyo ndio nilicheza yenye iliniuma kwa maisha yangu. Hawa ushers huanga wanajua kile kitu huanga inafanyika kwa kanisa? Hapana, hawajui. Hakuna mtu anajua. Ni huyo tu mama na huyo nabii peke yake. Na gani ulifanya ikakufurahisha zaidi? Yenye nilifanya ikanifurahisha, lakini bado ni ya kuhuzunisha. Kwenda nikiwa kipofu Nakuru, nimeshikiliwa na bwanangu. Hiyo nayo tulicheza tu kama couples kawaida, hajakufa. Akanipeleka, niko kipofu. Sasa unajua macho ukikaa hivi inachoka. Nainama kidogo hivi, nafungua, naangalia vizuri, naangalia tena narudi. Nakaa hivi. Hiyo ndio niliambiwa nikaona, na ilinifurahisha, juu haikuwa ngumu. Lakini nilifanya muujiza wangu vizuri. Wewe kama binadamu usikiangi ukiwa guilty kwenda kudanganya washirika kwa kanisa ati kuna miracle zina happen kwa kanisa na ni mambo ya uongo? Hiyo ni mwanzo, kishazoea kuna big deal. Hiyo ni kitu kidogo. Kwanza unauliza, usipoitiwa hiyo miujiza, utauliza kwani siku hizi ulinisahau? Juu hiyo uoga iliisha. Utaenda ufanye, juu unaenda kupata pesa. Sasa hakuna uoga mtu ako na. Ikiwa mtoto anaweza fanya na arudie, akuwe leo pale, aende pale. Wewe mtu mkubwa utakuwa na guilty kwa nini? Na ni kitu sasa umezoea. Unaweza ambia aje washirika wenye wanaenda kwa hizo makanisa? Washirika wanaenda juu hawajui. Lakini ninawaambia tumefanya miujiza kwa miaka mingi. Kutoka 2019 ndio kitu nilianza kufanya. Ninawachanua tu imani, lakini imani yako itakuponya tu. Hata kama tunaenda kudanganya, tunaenda kufanya nini, kuna wengi wanapona. Bora imani yako tu ndio itakusaidia. Sanya mko kwa nyumba na watoto wako, huwa mnaongelelea hizo vitu ama mkitoka kazi hiyo imeishia huko nje? Hata jirani asijue, hatuongeleleangi. Hatuwezi ongea. Kwa hivyo hata majirani wako hawajui kazi? Hawajui. Na watu wa familia? Hakuna mtu anajua. Hakuna hata mtu mmoja hivi anajua. Labda watajua juu kupitia hizi kujitokeza niongee, lakini hawajaijua kitu ninafanya. Hata watoto hawajai kaa chini na mtu amwambie. Kwa sababu ulikuwa umesema ati ulikuwa umeenda huko kwenu. Hakuna watu walikujua huko? Nilienda huko, lakini tulikuwa, unajua mimi ni wa Kakamega, tulikuwa tumeenda Vihiga. Na hata ukipatana huko mtu anakujua, hata hizi za hapa Nairobi, unaenda unapatana na mtu anakujua vizuri, lakini utakataa. Hata akikusalimia si wewe. Kuna siku nimeenda Kawangware, nikapatana na mtu tunajirani yetu nyumbani, na bado ni pastor hapo kwa kanisa. Alinisalimia,
aliniita jina yangu, jina zote, nani, menifananisha. Na ikabaki ni hivyo. Hata tukifika ushago siku moja tuko na matanga, akaniambia kuna mahali nilikuwa na hivi na hivi na hivi. Mimi hata huko mahali unanitajia sijui. Na ni mimi na namjua vizuri. Kuna mahali mshaienda mkanyang'anywa pesa? Kuingi mpaka mnakasirika, mnasema hatutarudi, lakini ukiitwa tena uko kwa barabara. Kwanza tulienda kwingine huko Kakamega. Mmoja wetu akaiba manguo za pasta na kibeti na pesa na simu. Tukulipwa, hata kukula hatukukula. Kurudi Nairobi ni venye tu huyo pasta alisema tu acha niwarudishe, lakini mwambie huyo mwenye ameiba arudishe. Ukweli wakati tulirudi tukajua mwenye alikuwa ameiba hizo vitu zikarudishwa, lakini hatukulipwa. Iliisha hivyo. Lakini bado tunaendanga tu kwake. Hata last month tu hiyo mwezi ingine tukaenda hapa mahali Huruma. Ati tumechelewa na yeye pasta mwenyewe amefika ametupata hapo. Anakosa kutuita tufanye miujiza, anatuambia tumechelewa, tukarudi bila pesa. Na sasa yeye umebeba hadi watoto. Haya, kando na hizo miujiza mlikuwa mnafanya, maybe umewahi shuhudia hii ya kichawi, miujiza ya kichawi? Kuna wakati tumeenda na rafiki yangu mahali, yeye akawa ni mgonjwa kabisa. Akakombolewa kanyumba. Yeye ni mgonjwa na mwingine akawekwa kama mganga. Sasa hawa watu si wote tuna act. Huyu nabii, huyu mgonjwa kapelekwa kanisani. Akaombewa, ikawa mwenye alimroga ni fulani jirani wake. Juu ilikuwa tu ploti moja. Tukakuja nao kwa hii nyumba ya huyu mgonjwa, akaombewa, akaambiwa mwenye anakufanya, mwenye amekuroga ni fulani na vitu zako ameweka mahali fulani. Tukaingia kwa hiyo nyumba ya next. Huyo ndiye alikuwa mchawi, wakatoa manyungu zimewekwa mavitu, damu zilimwagwa kwa mikebe, wamefunga vitu wameweka hapo. Hiyo ndio nini walimweka hapo asione nyota yake, agonjeke tu hivyo mpaka akufe. Hata akienda hospitali asiai ugonjwa wake siaionekana. Mshaenda mahali mkapatana na zile majenerili? Tujai. Majenerili sijai. Sijawahi enda mahali pa majenerili. Hata hiyo Mombasa tulienda tu kuona hizo jenerili. Ni sisi tu tulikuwa majini. Kwa sababu nimesikia kuna mahali umetaja unaweza taka kuacha hiyo kazi, ufanye kazi nyingine. Maybe ni kazi gani unaweza taka kusaidiwa kunini? Mimi upande wangu, mimi kazi nilikuwa ninaomba. Kama naweza pata pesa, niweze kujifungulia tu biashara hata kama ni duka. Niweze kuwa nauza hapo. Unaweza maybe peana namba yako ya simu? Namba yangu naweza peana. Namba yangu ya simu ni 0720 008808. Majina ni Getray Waka. Maneno yako ya mwisho kwa mwenye anakutazama? Kwa yeyote ambaye ananitazama, mimi ningeambia tu watu nimechoka na hii kazi ya kufanya miujiza za uongo. Ningeomba mtu yote mwenye anaweza nisaidia, hata wakiniitia kazi naweza fanya. Na mwenye anaweza nifungulia biashara, niko tayari kufanya biashara. Juu hii kazi si mzuri. Juu hata wakati unaanguka pale kwa madhabahu, unarukaruka, mwili unarudi umeumia, afya yako. Tena watoto ujue umewaingiza kwa mambo mingi. Ndio naomba tu mtu yoyote mahali yako mwenye anaweza nisaidie niweze kufungua duka. Niko na msichana wangu firstborn, amemaliza university. Alisomea IT diploma, hata pia yeye bado tuko tu na yeye hapa, ameenda kutafuta kibarua. Hata kama mtu yote anaweza mpea kazi pia nitashukuru.